ikikubana kwa kitanda uchomoi hata uwe mbavu. Ni story inakwenda kwa jina la Bionuju. Inamhusu bimdada aliolewa kutoka kijijini na mwamba wa kishua, akiamini watoto wa bushi bwana hawana matatizo, kumbe hapa ameakanyaga. Ilikuwa ni mida usiku wa manane, mwamba anamshwa na ngoma za kigodoro. Akile gani hizi, mke wake amekuja na ngoma ndani ya nyumba, kambeba mlinzi wa getini pamoja na wadau wanagonga ngoma, wameingia mpaka chumbani. Bibi anakwenda kwa jina la Bionuju na mwamba anaenda kwa jina la Sly. Sly anapigwa na butwa, anakodoa macho, hajikutana kitu kama itangia amezaliwa. Mlinzi wa getini yuko hapa amechangamka kweli kweli, vibe la kutosha. Mke wa mwamba ndo aelewe, anasikilizia mangoma na enjoy kweli kweli. Mtoto wa kishua anabaki anashangaa, hana cha kusema. Hao watu vipi tena? Hey, sema acha kile. Nini ambacho kinaendelea hapa? Na wewe kwa utulie. Mbona kila mtu anapenda kulalamika nini? Leo ni birthday yako, siku ya kuzaliwa. Mzee akaidakia anaambia pigani ngoma, ni siku ya kuzaliwa, gonga vitu. Kuslei bado ameshukia, bibie wala wazi wala nini. Anakula ngoma na kushabikia kweli kweli. Kwa mara nyingine tena ikabidi mwamba asimamishe mziki. Kumbuka huyu bibie ametokea kijijini, anasikia mjini watu wanafanya hivi birthday, sherehe, watu wanakula mziki. Mama anamwambia mwamba kwamba nimekuletea watu wote hao kwa sababu birthday yako, kwa sababu nakujali. Hawa watu hata siwafahamu, hata mmoja wao siwajui. Baby usiwaze, nimekuandalia surprise nyingine. Hii utoamini macho yako kabisa. Umesemaje kwamba kuna second surprise? Wao uko ni birthday mwandaa surprise nyingine. Yaani hii hautaamini kabisa. Yaani hii surprise ya pili hii nikuzibe macho. Hebu niachie bwana. Unataka kunibomoa macho au unataka nichukue tai nikufunge kama nafunga watu wengine? Unataka kuni blindfold? Kumbe nitoa blindfold. Kwa bibi yeye alikuwa elewi ni nini. Anaona watu wengine waga wanafanya, wanaenda kumfanyia mume wake hivyo hivyo. Kijana anaelewa bibi ametokea kijijini na haelewi kitu. Ikabidi basi tu hamkubalie hivyo hivyo. Wanafika sebleni, bibi anamtoa mikono, anamwambia sasa unaweza kufungua macho. Ngoja nihesabu mpaka 3. Nikifika 3 unafungua macho. Wakahesabu 3, 2, 1, surprise. Watu wanapiga makofi pale, wanafurahi kweli kweli. Bibi na yeye mwamba lakini ameungata kweli kweli. Bibi amemwandalia mwamba keki, ila bwana sio keki. Watu wa magharibi bwana kuna kitu kinaitwa fufu. Ni kama ugali kwetu huku. Sema wao unakuwa unavutika sana. So bibi amechukua kama ugali amebumba, afa anamwambia ndo keki, ameka na vimishumaa pale. Kila mtu kwenye sherehe akawa anasema ni kinacho kitu gani? Wengine wote wanaelewa, bibi ndo aelewi, katokea bushi kijijini ndani huko. Kuandalia keki, iangalie inapendeza. Jaribu kata kipenzi, naomba ukate. Mwamba akaenda kushangaa. Hiki ni keki ni nini? Nakutania. Hiyo ni loi. Bibi fufu yeye anaita loi. Huyu mume wangu bwana alikuwa anajua ni keki, kwa mwandalia loi, mwandalia fufu. Hivi uko na shida gani wewe? Usijali sana. Kijini kwetu siku ile walikuwa na birthday, watu wanakuja, tunakuja na wali pamoja na mchuzi mwingi tunaweka. Kila mtu anaitwa, tunakuwa tunakula kwa pamoja. Wewe mwanamke uko na shida gani? Kipenzi, hivi ni lini utakuja kubadilika tabia zako hizo? Sina mpango wa kubadilika. Siku uliponiona ulisema umenipenda jinsi nilivyo. Kwa hiyo nikisema nikibadilika unajua utaniacha. Ngoja kwamba nikachukue vifaa. Unaenda wapi? Rudi pale. Hiki tunakatwa na mkono ama maji ya kisu. Kumbe tunakata na mkono ama ndio tunakata na mkono. Jamani, leo umekuja hapa kwa ajili ya birthday ya mume wangu. Kwa hiyo inabidi tuanze kuimba. Basi ngoma zikiendelea kupigwa, bibi anaenjoy, ila mwamba haelewi kabisa. Ni anamkata jicho. Bionuju anachukua bakuli ya mboga pale, anashika na ugali, anakata tonge pale, afa anampelekea mwamba kumlisha. Ukimwangalia kwa makini bibi ni kama vile hana akili timamu, lakini yuko sawa kabisa, ila ushamba ndo mwingi na kila kitu anachukulia cha kawaida. Kumbe huku mjini mambo ni tofauti. Analikoroga pale, anampatia mume wake tena. Baada ya zile production zote, Bionuju anakuja kwa mwamba, anakibinua na kitikisa, anamlegeshea mwamba pale. Akinua huyo mtoto wa watu yuko na furaha muda wote, anamwongelesha mwamba. Mwamba anamwambia hebu nenda ukaoge kwanza bwana. Jamani Sly unaongea nini hicho? Unamtukana mke wako. Umefanya usafi, umepika huko jikoni, uko na jasho. Nenda ukafanya usafi kabla hujaja kitandani bwana. Jamani mazi, mbona unanitukana? Kwani natoa harufu? Natoa harufu mimi? Haya sasa, sikiliza kama kweli natoa harufu. Jamani unafanya nini hicho wewe? Uko sawa kabisa wewe? Jamani mazi, wanaonifanyia hivyo. Hebu nipishe bwana. Hebu tulia basi kwanza. Unaenda wapi jamani? Mbona sikusema nimekuwa na hamna wewe? Hebu tulia basi kwanza. Hebu niache. Bibi anang'ang'aniza pale mwamba ampe vitu. Bibi yuko na mbwembwe. Hebu kuja hapa kwa jamani. Naomba nikae kwa juu yako, yani shike. Naomba unishike kiuno. Peleka moto. Ngoja kwanza nikupunguze uzito. Hebu toa hii shati kwanza. Tulia basi kwanza. Mbona uko na papara wewe mtu wa kike? Kabla mwamba hajasema sana, bibi yuko naye kaisha mng'ang'ania. Mwanangu, leo umeingia kazini kufanya nini? Unajua leo utaingia kabisa. Siku yako kuzaliwa bwana. Mwamba anambia rafiki yake kuna vikao vichache na baadhi ya makaratasi inabidi ya saini. Baada ya hapo naondoka zangu. Hapo sawa. Birthday plan vipi? Tunaingia wapi siku ya leo? Uliza sasa hivi mzigo unaanza usiku mzee. Unasema usiku kivipi? Bro, mambo ya usiku ni wewe na mke wako. Mimi nilikuwa naulizia sasa hivi
yani mchana huu tunaenda wapi? Bro, nishakwambia birthday haianzi sasa hivi mpaka mida ya usiku. Rafiki yake ikabidi amsikilize kwa makini. Mwamba akaanza kumwambia, hivi unajua jana usiku mke wangu amekuja na kikundi cha ngoma sio kigodoro kwa ajili ya birthday. Rafiki yake akaanza kumwambia, mbona sio issue kubwa sana hiyo, kama ameleta ngoma kama za jadi au kigodoro mbona fresh, angeleta wasanii wa kawaida au kwetu ingekuwa mna maajabu, ushawazoea. Hivi mwanangu, unajua baada ile sakata sasa shemeji yako akanichukua akanipeleka sebleni huko amenziba macho, acha utani, na vikabali nakuta zawadi analoletea surprise ni ugali fufu. Mwamba akawa anamcheka rafiki yake, alafu anaambia ndio zawadi ameniandalia. Tuko sebleni mbe, watu wamejaa. Unaweza ukaamini alitumia nini kata keti yangu? Alitumia nini? Mikono. Yeye na security, mlinzi mjinga yule. Hata tonge anatuvia kwenye mboga anipatia nile sasa mbele ili kundi lake watu waimbaji. Ipi ulikula sasa? Hapana, sikula. Baada ukataa, yeye na yule mlinzi mjinga wakachukua wakala chakula chote. Hii ni hatari hiyo mwanangu, anakuambia ukweli. Mbona tu amekufanyia vitu vya pekee vya kipekee. Mwanangu, mida mchana bibi anaingia ndani. Kuna kikundi cha wadau kinaingia na jamani, karibuni ingieni. Kwa kawaida kijijini kama kuna sherehe watu wote huwa wanaalikwa, vijiji vya jirani wanaalikwa. Na kwa sababu leo ilikuwa ni birthday ya Mwamba, bibi ameenda mtaani bwana, amekusanya vijana. Kuna nyumbani kuna kelele hapa. Kelele zinatokea wapi? Ndani ya nyumba bosi. Muda huo ndani kimewaka, watu wanakunywa pombe wanaenjoy. Bibi akaenda kazima muziki baada ya kumuona mume wake. Jamani, huyu ndio mtu happy birthday mwenyewe alikuwa anawaambia. Basi watu wakaanza kumwimbia Mwamba happy birthday to you. Akawa anamwimbia na bibi anaunga mkono. Rafiki ya Mwamba naye kapigwa na bumbuazi, yani haelewi kabisa. Ikabidi Mwamba amchukue bibi, hebu tuende chumbani tukazungumze kidogo. Hivi kuna vitu ambavyo uelewi kabisa wewe. Hao ni kina nani na umewatoa wapi? Unaleta watu ndani ya nyumba yangu sio wafahamu. Mazee, wewe kila kitu unakuwa na gombo la lalamika. Wamekuja kushabikia birthday yako. Siku leo ni kufurahi hapa ndani. Leo ni kufurahi tu. Kwamba leo ni kufurahi. Ndio fufu unawapikia na wenyewe. Naomba kila mtu atoke nyumbani kwangu sasa hivi. Brother, ndo tumefika muda si mrefu. Mbona mama ameturuhusu, ametualika. Si hatuna shida brother. Tumekuja kusherehekea birthday yako. Jamani, bahati mbaya tutaona muda si mrefu jamani. Sawa mama, usiwaze. Hebu tokeni nyumbani kwangu bwana. Ni vipi? Wambia Nuju, hivi uko sawa? Hivi unajua kwamba hapa tuko mjini. Mambo ambayo unayafanya yanaweza katarisha maisha yako na usalama wa nyumba. Hao vijana umewapata wapi? Nilikuwa natembea barabarani nikawa nawalika mmoja. Mwamba wangu ikawa kipanga hii. Hivi unasikia maneno ya mke wangu? Ikabudi kijana aingilie kati kumshawishi bibie kwamba hapa ni mjini bwana, sio kijijini. Hawaliki watu sio wafahamu ndani ya nyumba. Bibie leo alikuwa ametembelea ofisi ya mume wake. Sasa kile alikuwa anamzuia. Bibie akawa anamchamba, anamwambia wewe, kwa sababu umevaa hivyo mume wangu atakutaka. Mume wangu anapenda vitu kama hivi. Muda anapeleka moto, anataka kitu ina yumba, sio imeng'ang'ania kama ya kwako. Bibie akawa na force kuingia, secretary anamzuia. Mwamba akasire sakate, kabidi atoke nje. Anamchukua mke wake ambaye baada ya kuwa anataka kuendeleza ugomvi, anambia uingie ofisini kwangu huko. Unataka kufanya nini wewe? Kwa kuna mgeni ndani ya ofisi, kabidi Mwamba muombe awapishe kidogo. Kijana akawa anamwambia bibie, kwa nini akupiga simu? Bibie anamwambia hili swala ni swala la kuona mimi na wewe moja kwa moja. Mama akawa anamuuliza kijana kwamba alienda kujisaidia mlimani bwana, akatumia baadhi ya majani. Sasa kimeumana, nasikia anawashwa. Naye akawa anagomba, anamwambia ndani kuna vioo, unatokaje nje unajisaidia mlimani mwanamke? Jamani, nasikia anawashwa kila sehemu, hata unipulize. Hadi kupulize nini? Mimi ni daktari. Naye akawa anamwambia bibie aende kwenye gari akaya washe AC mpulize, baadaye ampeleke kwa daktari. Kabudi aje ombe rafiki yake ushauri kwamba huyu mwanamke namfanyeje sasa. Mwamba akaambia Mwamba kwamba bwana, huyu bibi umemtoa ndani ndichi huko kijijini. Kuna vitu vingine vya mjini inabidi umfundishe, hawezi kuvielewa kama. Pia mpe muda, hivi vitu vingine hawezi kuvielewa kwa haraka. Ataelewa mdogo. Aliporudi nyumbani akaona afanye mambo fulani hivi. Akamwambia bibi, tutakula leo nje, tunakutoa out. Bibi akasema jamani, nimependa. Baada ya kuambiwa leo wanakula out, bibi akasema yani leo nasonga huo ugali, ninaandaa hiyo meza, natoa nje, tunakula, tunapigwa na upepo, tunapata upepo mwanana. Unaongelea nini? Mimi simaanishi hivyo. Kitu ambacho najaribu kukuambia ni kwamba na kutoa out, tunaenda sehemu tunakaa tunakula. Jamani, kwa sijakuelewa. Kwa hiyo namaanisha ndani ya nyumba leo hatupiki kabisa? Ambia ndio, leo hatupiki, tunakula nje. Na hii pesa ni kwa ajili yako. Nataka uende ukanunue nywele nzuri na uvae mavazi bora. Nahitaji siku ya leo siku yetu special. Jamani, mbona nipatia pesa nyingi hivyo? Asante sana baba. Msimama, hamna haja kupiga magoti. Naomba usimame. Kabla hajaondoka bibi akawa naomba raundi moja, anamwambia hiyo ni kwa ajili ya baadaye. Mwambia raundi moja tu jamani. Anambia baadaye nikirudi. Jioni Mwamba kashabadilisha nguo, anamsubiria mke wake aje amevaa nguo ambazo alimwambia enda kanunua. Tada, bibi akawa anengua pale, namuonesha Mwamba mavazi aliyonunua. Bebe, unaonaje mavazi ya mke wako? Hicho umevaa nini?
Eti mmevaa nini? Ambaye ndio mmevaa nini hicho? Bali mvangu nzuri tu. Hebu niangalie kwa mara nyingine tena. Wani popendeza. Hii ndio nguo ambayo umenunua kwa pesa nilizokupatia asubuhi. Bibi anasema pesa ile yote angempatia mtu wa duka roho ingemuuma sana, ni pesa nyingi mno hivyo hakuweza kwenda kununua hiyo nguo. Hizi nguo alinipatia mama yangu kabla hajafariki. Si unaona jinsi zilivyoka, kwanza zimemechisha. Unaona hiki kitu ya kichwa hapa na hii sketi zinafanana kabisa, zinapendeza. Kuna kitu huko sawa wewe. Nimekupatia pesa sababu mahitaji ya nguo zako. Na hicho nini umevaa hapo kichwani? Mbali nimevaa hii kumechisha. Si unaona hapa kuna njano na hapa chini hapo kuna njano zinamechisha. Kipenzi twende shata masuala ya mavazi. Na pesa ambayo nimekupatia umefanyia nini? Umefikia umetaji gani? Jamani, ile pesa nimetuma kijijini leo asubuhi. Bibi anamwambia Mwamba pesa aliyopewa kwa ajili ya nguo ametuma kijijini kwa ajili ya kuweza kuanza kununua matofali waanze kujenga. Anasema kule kwao hamna hata nyumba ya block, hivyo itakuwa ni aibu siku akienda na mume wake afa akuta hamna kitu. Mwamba anamwambia bibi kama alihitaji pesa kwa ajili ya kununua matofali angemwambia. Tuachane nayo, Mwamba kabitwa mtu mke wake out hivyo hivyo. Wanafika bibi, menu zinaletwa. Kwa menu waagize. Mimi sitajibu tumia menu. Ngoja nikuulize niambie hapa mko na loi loi. Unamaanisha nini? Mko na loi loi? Sikuelewi unazungumzia nini? Jamani, hivi unamsikia anasema eti hamna loi loi. Sio loi loi, uko anataka fufu. Anachokimaanisha anataka fufu. Hiyo ipo. Weka loi loi, usaweka mwingi, weka mwingi. Alafu unaweka na kibambala, bamia kidogo kwa mbali na vimboga vya majani viko pembeni kwenye kona. Hiyo mletee fufu na supu. Usisahau unaweka sosi ya nyanya kwa juu kwa mbali. Mimi niletee wali unatosha. Fanya haraka haraka, niko nasikia njaa. Mume wangu, ugali wa hapa sijui unakuwa wewe. Una shida gani? Daddy, unawezaje kuja hapa unaanza kuagiza fufu sijui ugali na nini? Kwa unakuja sehemu kama hizi inabidi ujaribu vyakula vya aina mbalimbali. Sio unakula vyakula vile vile. Jamani, usimeleta kuja kula huko. Kila mtu agize kitu roho inapenda. Usimeagiza unachokitaka. Mimi napenda mwanamke ambaye anapenda ustaarabu. Jamani, waache chakula, mimi nasikia njaa huku. Jamani, acha jamaa basi kwanza. Analeta chakula, shida nini? Watu wanakuangalia. Bibi anakosa raha kabisa. Mara ghafla mhudumu anaona anakuja chakula. Ndio chakula kimekuja. Mwamba, wewe mwanamke, bwana naibisha hapa. Hebu ongeza fufu, ongeza, mbona kidogo sana hii? Wewe, hiki chakula mbona anakifunika nini? Inabidi alete kikiwa kime sinapoteza muda sana. Fulani anamkata bibie jicho, anasema huyu mwanamke ana tabia gani? Naona chakula chako kinakuja sasa, nakuletea chakula chako. Kidume aliagiza wali ndio akawa anamletea pale kwenye meza. Wewe mhudumu, hebu niende ukaniletee maji ya kunawa jamani. Hapa nakulaje sasa? Hebu acha mambo yako. Naomba uwe mstaarabu jamani. Jamani, si nipo maji ya kunawa. Si utumie uma na fork hapo umepatiwa. Jamani. Mimi siwezi kutumia vitu. Sister, wai fanya haraka. Hebu acha kelele bwana. Tumia hivi. Tumia vitu ambavyo umepewa hivi hapa. Shika. Jamani, ngoja nile sasa. Unafanya nini? Nakula chakula changu. Unafanyaje? Unakula bila kunawa mikono. Huyo bibi ustaarabu hana kabisa. Wala wazi mtu yake aendelea kula zake pale. Hajanawa mikono Mwamba. Kitamu kweli kweli hiki. Kuliko ambacho unapika nyumbani. Hao wanajua kupika kweli kweli. Muda wewe amekuletea chakula kidogo sana hicho. Dada, leta chakula kingine ongeza huko. Bibi Anuju tafadhali, naomba ujiheshimu. Unaibisha mbele za watu. Tuko mgawani hapa bwana. Nanua anasema nakuibisha. Ini maisha yangu mwenyewe. Anarusha ugali juu afu anaudaka tena. Mwamba, hii imetosha, unanaibisha kweli kweli. Jamani, unaenda wapi? Mume wangu, unaenda wapi jamani? Naomba urudi hapa. Shida nini? Mbona unakuwa na hasira jamani? Unaondoka na chakula chako hapa. Nani atakila sasa? Jamani, mhudumu. Naomba uniongezee chakula. Ugali wangu moja roja ongeza. Ongeza ugali wangu ule ambao nilikwambia uniongezee. Ongeza hapa. Huyu naye na silasila naondoka na chakula. Bwana nichukue nyama huyu na yeye. Iko nzuri. Ngoja nirudishe hapo. Watu wa mjini wana tabia mbaya kweli kweli. Huku Mwamba amekasirika, amerudi kwenye gari, amevuta mashavu huyo. Bibi arudi kwenye gari. Leo nimekula kweli kweli. Najisikia tumbo langu limejaa. Maisha ni mazuri kweli kweli. Huku mjini bata sana. Jamani mazee. Umekasirikia nini sasa? Mbona umenuna kiasi hicho? Wewe naye. Jamani mazee. Mazee umekasirikia nini? Wewe jamani, unakasirika nini sasa? Mbona hapo umenuna sana? Shida nini? Kidume anamkata bibie macho, ila bibie wala elewe, anaendelea kujiongeza na kujifurahisha. Hajui kabisa nini ambacho amezingua. Jamani, mbona kaa kipweke sana sasa wewe? Hebu niache huko. Jamani. Mbona kuona kasirika wewe? Acha mambo yako. Mida ya usiku. Basi Mwamba akawa amempigia rafiki yake simu, anasema huyu mwanamke ananiibisha sana. Yaani mambo baba ameyafanya pale, yaani mimi sijaamini kabisa macho yangu. Upande wa tatu wa simu Mwamba anamwambia tulia mwanangu, huyo binti ametoka kijijini. Inabidi vitu vingine unamvumilia, bado haelewi
haelewi kitu. Nje ya nyumba bibi katoka na redio kaweka nje, ni anacheza kweli kweli, anakula ngoma. Hapo naelewi somo, anajisi kama vile yuko katika ulimwengu mwingine, anahisi raha kweli kweli. Mlinzi kafika anamwambia madam, kama bosi akija hapa akakuta unacheza kama hivyo shida ni kwamba unapocheza yanakuwa yanatikisika, kila mtu anaona. Watu wenye magorofa yao huko juu wana tabia mbaya sana, watakuwa wanakuchungulia, wanakupiga picha afu wanaweka mtandaoni. Bwana, au majirani mimi siwezi kuwajali. Shida ni kwamba huyu sasa mume wangu nikiwa nacheza ndani ya nyumba sema kwamba nitokee hapa wanisumbua. Madam, mimi namaanisha kwamba mume wangu anafanya kazi mchana, unatoka nyumbani hayupo. Hivyo ni muda mzuri unaweka ndani nyumba ya muziki, weka sauti mpaka mwisho kabisa, hamna mtu anajali. Ndio unacheza ndani ya nyumba yako, unacheza unavyotaka. Jamani, kweli muongee cha msingi. Jamani, Mlinzi alichokuwa anakifanya ni kumtoa bibie pale alipokuwa anacheza nje, watu wanaweza wakamuona na ni mke wa mtu, basi ampeleke ndani. Bibie ni wa kijijini, yani mambo yake ni hatari. Kijana akawa amefanikisha kumpeleka bibie ndani. Sasa yani hatari. Mwanamke huyo bosi hapa kazi. Leo yuko kazini na leo alikuwa na kampuni limekuja hapa, anawaambia anaweza akawasaidia kupata biashara nzuri zaidi na kutengeneza profit, faida kubwa sana. Hebu ngoja nionyeshe kitu, biashara nzima na plani yote ambayo tumewatengenezea. Ghafla kuna mtu anaingia, ni Obianuju, amemletea mume wake chakula kazini. Mwamba alikuwa fahamu ni hatari. Bibi kafika. Mwamba anamuuliza bibi, umekuja kufanya nini hapa? Shida nini wewe? Jamani, mume wangu nimeutengeneza chakula, nimeamua nikuletee kazini. Mwanangu, nini kinaendelea hapa? Hivi hauoni niko katika kikao wewe mwanamke? Kwani shida ni nini jamani? Ndugu zangu, nimemletea chakula mume wangu, anaambia kwamba tu kwenye kikao. Kama mwanamke, hebu mniambie na nyinyi hapo nimekosea nini? Kumletea mume wangu chakula kweli kazini ni shida jamani? Pale Mwamba ikabidi awaombe wafanya biashara wenzake msamaha. Yanuju, naomba utupishe tu katika kikao sasa hivi. Jamani, naomba lini leo chakula changu ukikila, ukikimaliza leo unakuwa na perform vizuri usiku. Watu, Mungu wangu, iki tena nini hapa? Kijana akaona hapa, ngoja nipigie mlinzi aje amchukue bibie huyu. Kaliposikia walinzi kabidi kaondoke, kanaogopa askari kweli kweli. Anafika hapa anasema ni huyu bwana anachonifanyaga usiku jamani, yeye ni moto. Afu anaanza kuondoka. Huyu bibie ni hatari. Jamani, naombeni msamehe kwa kilichotokea hapa sasa hivi. Baada ya kutoka kazini, Mwamba anarudi nyumbani. Kwa mbele anamuona, si mke wangu huyu, mbona anatembea kwa miguu? Anaenda wapi sasa hivi? Wewe Bianuju, unaenda wapi sasa hivi wewe? Jamani, mume wangu, jamani, baba. Jamani, Mazino, natoka kazini. Unafanya nini hapa? Unaenda wapi sasa hivi? Unajua nipone hili gari. Nikasema, mbona gari kafanya gari la mume wangu hili? Mwamba anamshangaa mke wake. Akabibia bwana kalikuka natoka sokoni. Badala kapande gari kanagoma, kanaona yani nilipe nauli. Wakati miguu ninayo, naweza nikatembea nimpe mtu pesa. Wanasema kwenda pale eti walipe shilingi 4,000. Unaona, hata wewe mwenyewe unashangaa. Nimeshangaa na mimi. Yaani kutembea tu kwenda hapo eti nilipe shilingi 4,000. Siku hizi tunatumiaga miguu yetu. Sasa miguu yangu itafanya kazi gani? Kwa hiyo umeamua kutembea kwa miguu kwa sababu hutaki kulipa nauli. Mwamba anapiga na butoa, anamwambia ingia kwenye gari. Kabibia kana fly. Ingia kwenye gari la mume wangu. Bora hata nakuja kupanda gari la bure. Nauli ndio ilikuwa ni hiyo, na ndio nauli ya kawaida, ila bibie anaona kuliko nilipe nauli na miguu ninayo. Upande wa tatu kuna mtu anagonga mlango. Bibia akaenda kufungua. Mlinzi anaingia ndani. Madam, kuna mtu. Anasema ni mgeni wako nataka kuingia ndani. Nimwambia subiri kwanza basi. Mbona leo mimi sijalika mtu hapa nyumbani? Huyu atakuwa ni nani? Au rafiki yangu Ndichia ambaye alisema atakuwa anakuja hapa. Baba ndo yeye. Ngoja nimwambie aingie uje umwangalie. Sababu anafanana kama mtu wa kijijini. Aliyezamia mjini. Nikamchukua getini. Jamani, nini tena? Kashaingia bibi ndani. Jamani. Ndichi, kumbe ni wewe ndugu yangu. Huyo bibi alikuwa ni rafiki yake na mama hapo. Ila alikuwa anapata nafasi, ni msomi, alikuwa anasoma, hivyo alikuwa anaondoka sana. Kaja kwa bibi, kaja na begi. Jamani, rafiki yangu umependeza. Unafanya Obianuju. Niambie shoga, ninaitwa Tina. Nikiwa mjini ninaitwa Tina, sio Ndichi. Rafiki yangu, nikiwa kijijini uniite jina la kijijini. Nikiwa mjini niite Tina. Au ni watu ambao wako hapa mjini. Mimi ninakuja kutoka kijijini, ninakuita Ndichi. Kaka bibi kiko na kianganizi, yani wazo wakakatalia, kabidi rafiki yake akubali. Wakaenda kufurahia pale. Jina lako ni Ndechi, nakuita Ndechi. Nishakwambia ninaitwa Tina. Ugomvi ulikuwa unaendelea kati ya bibi. Bibi anataka muite Tina, huyo ambaye anakuita Ndechi, jina lako la kijijini. Bibi akawa anamuuliza rafiki yake kwa nini anavaa kitenge. Bibi anasema mimi siendi popote sasa hivi, niko tu ndani ya nyumba, navaa hivi. Rafiki yake akawa anamwambia sio vizuri, inabidi avae nguo nzuri. Anambia tazama hii nyumba nzuri inapendeza. Kwa hiyo unavaa kama hivyo. Inabidi uvae nguo ambazo mume wako akitoka kazini anakuta mke wake umependeza, umedamsha. Anakuwa unaongea hata raha ya mahaba na mapenzi. Tatizo wewe, ile maisha yangu mimi na mume wangu. Mume wangu anapenda hivyo. Yaani akiingia tu pale mlangoni anaanza tayari ni ampa chap cha kwamba cha mlangoni. Akiingia tena sebleni tena kidogo nampa kingine. Ndio namba anapenda kuvaa hivi jamani. Yaani anafanya tu hivi. Katika story bibi anasema hajaoga tangia asubuhi. Naambia hebu nenda ukaoge bwana. Kumbe hujaoga tangia asubuhi. Mume wako akija akikuta hivyo inakuaje? Nenda ukaoge. Jamani, naenda sasa. Mimi akifika tu hapa nampa
kama hivi, namtegea tena, namtegea. Mwamba akarudi nyumbani, bibi akawa anamtambulisha rafiki yake kwamba ni rafiki yangu kutokea kijijini kule. Mida ya usiku baada ya chakula cha jioni, bibi akawa anasema anataka kuondoka kwa sababu wafahamu sana mazingira ya hapa. Unataka kwenda wapi? Mwamba akawa anashangaa, mke wangu tena anaongea nini hiki? Hapa nyumbani tuna mavyumba mengi ya kuko yako empty tu, hamna mtu anakaa, inabidi ubaki hapa. Mke akishasema kwamba kuna vyumba viko empty havina mtu, wewe ukakataa bwana, kama mwanaume inabidi kubaliane naye tu. Basi Mwamba akamwambia usiwaze, utakuwa unakaa hapa hadi utakapopata hiyo ajira ambayo ulikuwa unaitegemea. Mida ya usiku bibi akawa anaangalia movie, Mwamba anakuja, mbona unashtuka? Baada ya mazungumzo bibi akamwambia kwamba anapenda kuangalia movie usiku, kuna utulivu mwingi. Mwamba akasema ziwe shida, ngoja je tuungane wote. Akafuata vinywaji wakawa wanakunywa pale. Sasa mgeni na mwenyeji ikabidi wapige stori za hapa na pale kufahamiana zaidi. Baada ya pale Mwamba akaingia chumbani, akawa anaongea na mke wake, anamwambia rafiki yako umetoka naye kijiji kimoja, ila yeye ameelimika, ameenda shule, kivipi wewe haukuweza kuendelea na masomo kivyo? Bibi anamwambia Mwamba kwamba alikuwa anasoma muda huo kutoka kijijini, muda wote kaiba mavitabu kichwani huyo shule. Yani ila wanawake hawa ambao wamesoma sana waga wapati wanaume, sisi ambao tujasoma waga tunapata wanaume. Hauoni mimi nimekupata wewe mme wangu? Sawa, ila kwa nini unataka kuwa mstaarabu wewe kama rafiki yako? Maneno gani unamwambia mke wako sasa unanitukana? Jamani, unanizalilisha kabisa, rafiki yangu ni bora. Sijamaanisha hivyo. Mama tulia, sijamaanisha kukuambia hivyo. Mimi kila siku nakuambia chumbani sio sehemu ya kuongea, ni sehemu kwa ajili ya mapenzi tu. Mimi nakwambia huko ni kwa ajili ya kufanya vitu vyetu, sio kuongea. Unaanza kuongea, hebu tuangalie leo. Bwana, huyu mama kila muda anataka show. Yaani huyu ni hatari kichumbani huko, yaani ni moto tu. Ni asubuhi na mapema atengeneza zake fufu au loiloi kama anapopenda kuita yeye. Hivi leo hamna chai nyumbani hapa? Chai gani? Ugali wa leo huu. Hiyo fufu ambayo nini? Hii fufu ndo chakula cha asubuhi. Kwa hiyo chakula ambacho unamwandalia mume wako asubuhi. Ngoja nikwambie kitu. Mimi mume wangu napenda asubuhi nampikia hii fufu. Anakula na shiba, akienda kazini anafanya kazi huyo hata sikii njaa. Hivi ushawahi kumuuliza kama kweli anapenda kula ugali asubuhi? Nimuulize wa nini? Hapa mali ugali ya shibe. Hawezi kukataa kwa sababu anakupenda sana. Nataki kuonekana mwanaume ambaye anakataa chakula cha mke wake anapomwandalia. Jiongeze rafiki yangu. Unakaa unamuuliza ni kitu gani nataka kula asubuhi, sio unapika tu ugali. Huyu leo maneno yamemwingia. Siku zimepita, bibie usiku mume wake yuko sebleni, yuko na yule bibie wanakula story. Mama ameshasubiria, amesubiri, hangaika subiri na wewe, ila Mwamba aje. Huku wao wanakula story, bata wanacheka kweli kweli. Kabudi bibie aje kumuita Mwamba. Mwamba akamwambia nakuja muda si mrefu. Bibie akaenda chumbani, kakaa tena, Mwamba hajarudi, hajafika kitanda. Ikabudi aje kumcheki, anafika anakuta Mwamba akamwekea mkono mapajani bibie. Huyu wanafanya nini hawa? Akaanza kunyata, anawasogelea karibu. Huyu mwanamke anataka kuletea utani. Hebu toa miguu yako kwa mume wangu. Unafanya nini? Unafanya nini na mume wangu wewe?